take this opportunity to pay tribute to this great family of J.M. Kariuki. J.M. Kariuki is an inspiration to many people. And I want to confirm to the people of Kenya that my leadership today is inspired by J.M. Kariuki. Fighting for the weak, the poor, the downtrodden, fearlessly, without fearing. Bila kuuziwa woga. Huyu J.M. Kariuki alitetea wanyonge. Alisaidia watu wengi sana kupata mashamba. Akakuwa wa kusimama na haki ya Wakenya. And that is why he was assassinated on 2nd of March 1975. 50 years down the line, what J.M. Kariuki was fighting is what we are fighting today. Huyu alitishwa, huyu J.M. Kariuki bana ya huyu mama. Alikuwa nakatazwa kwenda kufanya kampeni. Wa leo, huyu Kasongo, anakataza sisi kusunguka Kenya. Same thing is happening. Lakini sisi kama J.M. hatuwezi nunua uoga hata kama tuko na pesa ya kununua. Si ndio? Na tunataka kusema ya kwamba we must fight for the liberation of our country and the economic empowerment of our people. Na hiyo tutaendelea. Na hatuwezi tishwa. Nimeona huyu Kasongo jana akilia, akisema ya kwamba ati kuna wanaume 5 wanakutana ati kugawa serikali. Huyu Kasongo hana habari. Amechanganyikiwa. Unajua tangu alienda pale Kisumu, pale Bondo kulia machozi ya uongo, akisema atanalia mambo ya Raila. Kalonzo akaenda pale, Mama Aida na wote familia wakasema wanatabua Kalonzo. Huyu Kasongo amechanganyikiwa. Sasa wewe bwana Kidinji, katibu aneto atia atiu wewe bwana Kidinji, listen here. Wewe una habari? Hao wanaume 5 wanakutana na mama moja. Hakuna serikali wanagawa. Wanapanga vile utaenda nyumbani. Hiyo ndio kazi iko mbele. Na hakuna mtu nagawa serikali. Tumeambiwa na watu ya Kenya kazi yetu ya kwanza ni kupeleka Kasongo nyumbani. Mambo ya serikali tutaongea baadaye. Hiyo ni propaganda ile umezoea kwa magazeti, ile unalipa ati kuna watu wanakutana kugawa serikali. Wakenya wametuambia tushikane kwa sababu umeharibu Kenya kila